kwamba tumekuja nyumbani mwa Bwana tukiwa na matarajio ya kwamba Bwana anaenda kunena na moyo yetu na tunaenda kubarikiwa in Jesus name. Kwa hivyo ujumbe wangu wa siku ya leo, au ujumbe wa Bwana siku ya leo ni ya kwamba change towards a better tomorrow. Yaani mabadiliko kwa ajili ya mabadiliko mema kwa ajili ya siku zijazo, ama kwa ajili ya siku ya kesho. Change to a better. Bwana asifiwe. Haleluya. Najua kwamba Mungu huwa na mipango mizuri kwa ajili ya watu wake. Na mipango ya Mungu anapoipanga, yeye hupanga kwa sababu anataka mtu ama walio wake wawe beta, ama wawe wema, ama wawe wazuri siku zao za usoni. Haleluya. Na ndiposa neno ambalo tumelijua sana na tuwa mara nyingi tunalisoma na tunafundishwa katika kitabu cha Yeremia 29 mstari wa 11. Najua ya kwamba kila mmoja anaijua na anaifahamu vyema. Yeremia 29 mstari wa 11 inasemaje? Anaowazia, hebu tusomee hapo hivyo kwa Kiswahili. Yeremia 29 mstari wa 11 inasema, maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi. Amen. Sifikisha hapo kwanza. Nayajua mawazo ninayoyawazia ninyi, ama sisi, asema Bwana. Kwa hivyo Mungu ana mawazo kwa ajili ya watu wake. Na haya mawazo ambao anawazia, Biblia inasema aje? Endelea. Asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya. Ni mawazo ya amani wala sio mawazo ya mabaya. Kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Kuwapa tumaini ninyi siku zenu za mwisho. Hapa neno kusema ya kwamba tumaini siku zenu za mwisho. Siku zetu za mwisho ni zingani? Unaweza jiuliza, kwani nitagoja mpaka siku za mwisho? Siku zangu za mwisho ni za wakati gani, ama zitakuja lini? Maana ninajua kwamba kuishi ninaishi. Na kwa hivyo ni siku gani nyingine hiyo ambayo Bwana anasema anaenda kukumpa amani? Bwana asifiwe. Mungu anatangaza habari zako za kesho. Siku zako ambazo zinakuja, siku ambazo unaelekea, siku ambazo amesema ya kwamba ni wewe utaishi mpaka wakati fulani. Kwa hivyo siku hizo ambazo utaishi zitakuwa za amani na za furaha. Bwana asifiwe. Na ndiposa unaona kwa kwamba wakati ambapo anamuita Ibrahimu, ni kwa sababu ulimwengu ulikuwa umejawa na maovu na mabaya. Watu waliokuwepo hapo kwanza hawakumjua Mungu, hawakuelewa njia za Bwana. Na ndiposa Mungu akaazimia na akaamua ya kwamba ninataka kujiinulia watu wangu. Ndani ya katikati ya watu hawa kuna mmoja nitamchukua, niinue kizazi kutoka kwake, kizazi ambacho kitakuwa tofauti na watu wengine. Bwana asifiwe. Kwa hivyo alikuwa anajua ya kwamba siku zijazo watu wataendelea kufanya mabaya. Siku zijazo watu wataendelea kuenenda katika njia ambazo hazistahili. Lakini kama Mungu ninayewaza mema, ninaowaza mambo mazuri, na ninawazia ulimwengu amani, nitainua kizazi kingine ambacho nitakiboresha kiwe tofauti na vizazi hivyo vingine. Kwa hivyo akaamua kumchagua Ibrahimu, ya kwamba Ibrahimu ndiye atakaye kuwa baba wa kizazi hicho. Bwana asifiwe.
Na anasema ya kwamba kupitia Ibrahimu taifa hilo ambalo atakiinua litakuwa tofauti na mataifa mengine. Lakini kwa sababu ya hawa ambao uzuri wao kama mema na amani itakuwa ndani yao, na watakuwa wameinuliwa kuwa tofauti, mataifa mengine yataibarikiwa kuwapitia. Kwa hivyo kuna taifa ambalo Mungu aliliinua liwe na mabadiliko ama lilete mabadiliko kwa mataifa mengine. Bwana asifiwe. Najua ya kwamba hata mahali kama hapa kuna mtu ambaye anaweza akainuliwa, Mungu ambadilishe ili watu wengine pia kupitia huyo wabadilike. Haleluya. Kwa hivyo hili taifa la Israeli ambalo Mungu aliliinua likawa kama mfano kwa mataifa mengine, Mungu akawa kwamba anabadilisha njia na mienendo ya watu wengine kupitia Israeli. Na ndiposa anasema ya kwamba watu wa mataifa watabarikiwa kupitia uzao wa Ibrahimu. Kwa hivyo siku za usoni za watu wao zilikuwa zimejawa giza. Hawakuwa wanaelewa ya kwamba siku za usoni ama siku zijazo giza litajaa katika maisha yao. Na kwa sababu Mungu aliupenda ulimwengu na anapenda wanadamu, akainua kizazi kingine kupitia Ibrahimu ambacho kitabarikiwa, ambacho kitakuwa na utofauti na wale wengine. Haleluya. Mataifa yalikuwepo yaliyo na uweza na nguvu. Kulikuwa na wafalme walikuwa mashujaa. Ukikumbuka na usikili ambavyo umesoma Biblia yako, wakati ambapo uzao wa Ibrahimu wameingia kwenye utumwa, wakiwa mahali pale, Mungu alikuwa anawasaidia kwa sababu ya siku za usoni. Alikuwa anawabadilisha. Bwana asifiwe. Ya kwamba wakiwa kama watumwa bado walikuwa watu ambao wamebarikiwa. Vile ambavyo adui anawafinyilia, hivyo ndivyo ambavyo walizidi kuzaana na kuwa na uweza na nguvu. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kama Mungu anataka kuleta mabadiliko, any kind of changes, lazima atatumia mtu, lazima atatumia watu. Kwa hivyo hawa wana wa Israeli walipoingia kwenye nyika, waliishi katika nyika, watu ambao walionekana ya kwamba hawana nguvu na hawana uweza. Maana mataifa mengine walikuwa wanaishi katika miji mikubwa, walikuwa wanaishi na mashamba makubwa, wana kila kitu. Lakini Israeli alikuwa anaishi katika nyika ama kwenye desert. Haleluya. Lakini kitu moja ambacho ninaposoma neno la Bwana ni ya kwamba hata wakiwa mahali pale kwenye desert, ni mahali pakavu, ni mahali palipo na challenges za kimazingira. Upepo ni mwingi, vumbi ni nyingi. Lakini kuna jambo ambalo Mungu alikuwa anatenda wakiwa pamoja mahali pale, ya kwamba wakati wa jua linapoangaza, Mungu alikuwa analeta wingu lake na hali inakuwa shwari. Bwana asifiwe. Kwa maana ukiangalia na macho yako ya kimwili na akili zako ya kwamba katika desert kuishi ni vigumu. Bwana asifiwe. Desert watu hupitia, lakini kwenye desert watu huwa hawaishi. Ni kupita wanapitaga wakielekea. Lakini kwa miaka 40 watu hawa waliishi pasipo kufanya biashara, pasipo kufanya chochote. Lakini wakati wa usiku, maana kwenye desert huwa na baridi nyingi, usiku huwa na baridi nyingi, lakini neno la Bwana linasema yeye alikuwa anawaangazia na nguzo la moto wanapata joto.
Haleluya. Kwa hivyo Mungu akitaka kukubadilishia, hata kama uko kwenye hali gani ngumu, kuna jambo mtu wa Mungu hufanya, unapata comfort katika hiyo hali, kwa sababu kuna mabadiliko Mungu anataka ubadilike na umjue na ufahamu vyema, ili ubadilishe wale wengine. Bwana asifiwe. Haleluya. Ukiangalia wana wa Israeli, hakuna taifa, maana walijua ya kwamba, na watu walikuwa na habari, watu ya Kanaani walikuwa na habari ya kwamba watu hawa wanakuja kuchukua nchi yetu, wanakuja kuishi katika nchi yetu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hakuna mtu angekubali kufanya biashara nao. Hawangewaletea chakula, ama waende wanunue kwao, kwa sababu walionekana ni adui wanaokuja. Lakini Mungu alikuwa mwaminifu, alikuwa akiwapa chakula kinachowatoshelesha wakiwa kwenye jangwa. Alikuwa akiwapa maji ambayo ilikuwa inawatoshelesha wakiwa kwenye jangwa. Kwa hivyo hawakuhitaji misaada ya watu. Mungu mwenyewe aliwasaidia wakiwa mahali pale. Haleluya. Hata na wewe mpendwa, unaweza kumrely on God na atakumpa msaada hata pasipo watu wengine kukujia. Bwana asifiwe. Mungu anaweza kubadilisha hali zako ambazo uko ndani yake kwa sababu ya wema ambao unakuja. Haleluya. Kwa hivyo mpendwa, jua ya kwamba wakati ambapo uko mahali hapa, Mungu bado anakutengeneza. Alitengeneza wana wa Israeli wakiwa kwenye jangwa, ili wanapoingia kumiliki, siku zao za usoni ziwe nzuri na za amani. Haleluya. Na ndiposa aliambia ya kwamba haya mataifa 7 yaliyoko katika Kanaani, Waperezi nao wengine Waamori na Wamoabu wote, ninaenda kuwaondoa ili mumiliki nchi zao. Bwana asifiwe. Na ndiposa unaangalia kwamba kwa nini hao mataifa hawako wanatoka kwenda kuwavamia, waseme wacha twende kwenye nyika tukawamalize, wasikuje kuingia katika nchi yetu. Walikuwa wanaona ya kwamba watu wale hawata survive huko. Haleluya. Na wanaambiana ya kwamba hata wakikuja katika nchi yetu hatutawapa msaada, wacha wakufie nyikani. Haleluya. Lakini wanasahau ya kwamba ni kutengenezwa, walikuwa wanatengenezwa. Kuna maana walikuwa wanakula, na walikuwa ya kwamba wanaishi maisha ambayo Mungu alikuwa bado anawatengeneza. Bwana asifiwe. Na walipoingia katika ile nchi, walizimiliki mashamba, wakamiliki manyumba na miji ambao wenyewe hawakuwa wamejenga. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mabadiliko katika maisha ya mwanadamu, utajikuta ya kwamba unapokea vitu ambavyo hata wewe haukutarajia, kwa maana umekubali kubadilika. Changes in life ya mwanadamu, kwanza in a positive way. Chukua ya kwamba mabadiliko haya na mambo ambayo yanakukujia katika maisha yako, it is for better yangu ya siku ya kesho. Wacha kuichukulia negatively. Wakati ambapo watu wanakuinukia, jua ya kwamba kuna kitu kizuri Mungu anatengeneza ndani yako. Kuna mabadiliko ambayo Bwana anataka yabadilike ndani yako, ili uwe mtu mwema, a better person than you are right now. Hallelujah. Kwa hivyo Mungu ni mwaminifu. Na ndiposa ukiingia katika kitabu cha New Testament, wana wa Israeli waliharibika, na kwa sababu ya mambo ambao walikuwa wanafanya, Mungu akajua ya kwamba sasa imefikia wakati wa kubadilisha tena hali ndani ya watu hawa. Na ndiposa Biblia inasema ya kwamba akamtoa mwanae wa pekee, Yesu Kristo, ili aje alete mabadiliko katika Israeli tena. Biblia inaniambia katika kitabu cha Waebrania ya kwamba
Yesu mwenyewe alitwaliwa katika uzao wa Yuda ili afanyike kuwa kuhani mkuu. Na tunajua ya kwamba wakuhani walikuwa wanatoka katika kabila ya Walawi na katika nyumba ya Haruni. Kwa hivyo Yesu ametoka katika ukoo tofauti ambao hauna ukuhani ndani yake. Lakini ukikuta nyumba ya Haruni imetoa makuhani ambao wamekataa kubadilika, wanafanya mambo kama vile wanavyotaka. Na ndiposa kukatokea watu wanaitwa Mafarisayo. Hawa wakawa ndio viongozi katika kanisa la Bwana. Hao ni wana wa Walawi. Na ndiposa Biblia inasema ya kwamba badala ya hawa kulete mabadiliko katika njia za Mungu, wao wenyewe walijitafutia ukuu wao wenyewe. Na Mungu akaona ya kwamba badala taifa libadilike na liwe sawa, watu hao wanazidi kuwapotosha. Na ndiposa Yesu anakuja na anasema ya kwamba msiige mfano ya Mafarisayo. Maana hawa ni vipofu wanaowaongoza vipofu wengine, na wote watatumbukia kwenye shimo. Na ndiposa Yesu analete mabadiliko kwa njia ya injili yake Yesu Kristo, ambao ni tofauti na ya Mafarisayo, ili watu wawe na siku njema na siku nzuri za usoni. Maana watu walikuwa wamepotea. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo mabadiliko ambayo Yesu analete hayangeweza kukubalikwa na Mafarisayo na Masadukayo, maana analete mambo ambayo ni tofauti ya kuweza kuwadidimishi na kuinua watu wale wengine. Yesu alikuja na injili ya kuinua watu wengine waliokuwa wanyonge, waliokuwa wadhaifu, ili wabadilike na wawe watu walio wema. Alikuwa analete mabadiliko ili watu wamjue Mungu kwa njia zao wenyewe, ili wapate kubarikiwa kwa njia zao wenyewe, lakini sio kupitia matendo ya Mafarisayo na Masadukayo. Watu waliowafundisha ndiyo njia za Bwana, lakini matendo yao ilikuwa ni ya kwamba hawafanyi kulingana na neno la Mungu. Na unajua ya kwamba tukiwa na kuhani ambaye atawafundisha neno la Mungu vile lilivyo, lakini njia zake na matendo yake hayaambatani na neno la Mungu, unajua hata watu watasema aje ya kwamba kama yeye anafanya hivi, si hata mimi kwani ni nani? Hata mtu atasikia neno la Bwana, lakini atafanya kama vile ambavyo kuhani anafanya. Na ndiposa unakuta ya kwamba Israeli ilikuwa imeharibika, maana watu walifanya kama vile makuhani na Mafarisayo walikuwa wanafanya. Kwa hivyo taifa likaharibika. Siku zao za usoni zilikuwa zimejawa na giza, hapakuwa na wokovu tena. Ndiposa Bwana anamlete Yesu Kristo alete mabadiliko katika Israeli. Bwana asifiwe. Haleluya. Na ndiposa akajitwalia wanafunzi wale 12 ambao walitembea pamoja naye katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ujumbe wetu uko katika kitabu cha Matendo ya Mitume 5. Samahani. Acts of Apostles 10 na ngapi? Wacha tusome tu neno la Bwana tuone mabadiliko ambao watu wengine walipokea
na vile ambavyo walifanya, lakini tutafikia ujumbe wetu mahali pale chini. Lakini tusome 12, Matendo ya Mitume Matendo ya Mitume 5:12 nasema, na kwa mikono ya mitume zikafanyika ishara na maajabu mengi katika watu, na wote waliokuwako kwa nia moja katika ukumbi wa Suleimani. Na katika wote wengine hapana hata mmoja aliyedhubutu kuambatana nao, ila watu waliwaadhimisha. Walioamini wakazidi kuongezeka kwa Bwana, wengi wanaume na wanawake. Kwa hivyo hawa ni mitume wa Mungu. Huyu ni Petero na Yohana. Najua ya kwamba mambo ambao walifanya mahali pale baada ya Anania na Safira, mambo yaliyotokea mahali pale. Lakini mahali hapa ni ya kwamba wakiwa kwenye ukumbi wa Suleimani walikuwa wanahubiria watu. Hawakuwa wanahubiria ndani ya hekalu, lakini katika ukumbi wa Suleimani, mahali ambapo hata watu wa mataifa walikuwa wamekubalika kuingia, katika hekalu ambalo lilikuwa limejengwa na Suleimani. Watu wa mataifa wa Yunani na wengine hawakuwa wamekubaliwa kuingia katika hekalu lenyewe, lakini kuna ukumbi ambao ulikuwa kando. Kulikuwa na hall iliyokuwa kando ambapo watu wa mataifa walikuwa wamekubaliwa kuingia. Na hapo ndipo ambapo walikuwa wanaenda wanafundishwa, lakini hawangechanganyika na Waisraeli. Lakini Petero na Yohana, hapo ndipo walipokuwa wanaenda kufundisha watu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hapo inatuambia ya kwamba walifanya maajabu na ishara nyingi, waliponya wagonjwa na wakafanya yale ambayo yote Yesu alikuwa amewafundisha. Kwa hivyo hapa ni mambo ambayo, mabadiliko ambayo Yesu alianza kuleta katika nchi ya Israeli, mambo ambayo watu hawakuwa wameona, mambo ambayo watu hawakuwa wameshasikia. Na kwa hivyo habari za watu kuponywa, habari za watu kufunguliwa macho, habari za watu kupata kuongea, Mungu anaweza kusema, mapepo yanaondoka, watu wakiwa wanaona hadharani, ilikuwa ni jambo lilikuwa nadra. Bwana asifiwe. Na hapa ndipo ambapo watu walipoanza kumfuata Yesu, na akawa na wafuasi wengi. Chuki ikainuka. Watu ambao hawapendi mabadiliko, watu ambao hawapendi kuona watu wengine wanaleta kitu kipya ambacho kitasaidia, ambacho kitainua mioyo ya watu, wakaanza kupanga njama ya kumuua yule Yesu Kristo. Na hapa ambapo tunasoma kuhusu mitume, ni wale ambao walikubali mabadiliko, ni wale ambao wanasema ya kwamba yale ambayo tuliyaona, yale ambayo tuliyoyasikia, ndiyo ambayo tunayatimiza na kufanya. Kwa hivyo wakaendelesha shughuli za mabadiliko katika Israeli, katika ukumbi wa Suleimani. Wacha tusome tusikie vile inavyosema. Bwana asifiwe. Mstari wa 14 inasema ya kwamba walioamini wakazidi kuongezeka kwa Bwana, wengi wanaume na wanawake. Kwa hivyo kama watu watakubali kubadilika na waembrace mambo mazuri na mema katika maisha yao, kuna watu ambao nao wataanza kubadilika na kuwafuata. Tukiona kitu kipya kilicho kizuri kikitimika na kufanyika katika nyumba ya Bwana, tutaona ongezeko. Bwana asifiwe. Tusiwe watu wa kawaida, tusiwe watu wa kufanya yale ya jana ya juzi peke yake. Wacha Mungu atusaidie na Roho wa Bwana aingilie kati, tuanze kuona mabadiliko katika nyumba ya Bwana. Haleluya. Tukianza kuona vile ambavyo Mungu anafanya kazi ndani ya wapendwa, ndani ya mioyo ya watu wake, na watu vile ambavyo wameanza kubadilika njia zao na mienendo yao. Bwana asifiwe. Tuanze kuona uponyaji ukionekana katika nyumba ya Bwana, wokovu wa Bwana ukionekana katika nyumba ya Bwana. Watu watasema ya kwamba
jambo jipya ambalo tulikuwa tunatazamia, ama jambo jipya ambalo hatujaiona, wacha twende tukaanze kushuhudia, ama twende tuwe partakers wa mambo mapya ambayo yanatendeka. Na ndiposa unasikia mahali hapa ya kwamba hiyo mstari wa 14, walioamini wakazidi kuongezeka kwa Bwana, wengi wanaume na kwa wake. Hata ikawa katika njia kuu. Hapa ni ambapo Petro sasa atatoka hekaluni, ama anapoenda hekaluni, akiwa njiani, watu walikuwa wanaleta wagonjwa, wanawaeka kwenye njia. Kama alikuwa anapita mahali hapa, Bwana asifiwe, wanaangalia jua iko upande gani, alafu wanaweka wagonjwa mahali ambapo kivuli cha Petro kitapitia. Kwa hivyo wagonjwa walikuwa wanapona kwa sababu ya kivuli. Bwana asifiwe. Mambo kama haya, wapendwa, yalikuwa yanaguza watu wengi. Wanaona ya kwamba hatujawahi ona mambo kama haya, kama kivuli cha mitume kinaweza kuponya mtu. Kwa hivyo kwa inaleta mabadiliko for a better kwa watu wengine katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Nayo makutano, watu wa miji iliyoko kando kando ya Yerusalemu wakakutanika wakilete wagonjwa, nao walioudhiwa na pepo wachafu, nao wote wakaponywa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati ambapo mabadiliko yanakuja, there is change for a better. Watu wanatakana kujihusisha. Watu wanatakana ya kwamba wawe part and parcel ya mabadiliko yale katika jina la Yesu. Sasa mstari wa 17. Akaondoka kuhani mkuu na wote waliokuwa pamoja naye. Hao ndio walio wa madhehebu ya Masadukayo, wamejaa wivu. Hawa ni makuhani, watu ambao wanahubiri injili ya Bwana, lakini wameona watu ambao wanahubiri injili ya Kristo na wamepokea kukubalika, na watu wengi wanawafuata. Kwa sababu hao wamekataa kubadilika, wameendelea na mambo yale ya kale, wanaendelea na ujuzi wao, wanahubiri kwa ujuzi. Wamekataa kuembrace mambo mapya ambayo yanaleta wokovu, ambayo yanabadilisha maisha ya watu, ambayo inainua maisha ya watu. Neno linasema ya kwamba wakajawa na uwivu. Bwana asifiwe. Wakati ambapo mpendwa, tunaona wapendwa wakiinuliwa, wanafanya kazi ya Bwana, sio hawayuko kwenye madhabahu, lakini Bwana amewaneemesha, wamejazwa na Roho Mtakatifu, na wanaweza kainua watu wengine hata huko nje. Maana hawa hawakuhubiri katika madhabahu ya makuhani, walikuwa wanahubiri katika madhabahu mengine huko nje, na wakainua mioyo ya watu, wakaponya wengi, wakashauri wengi. Bwana asifiwe. Mambo ambao makuhani hawangeweza kufanya, maana walikuwa ni watu ambao wanajipenda. Mafarisayo na Masadukayo hawangeweza kuingia kwa nyumba za watu kulete mabadiliko, lakini Kristo alikuja akawatuma, akawaambia enendeni wawili kwa manyumba za watu, mwende muwaponye, mwende muwaletee habari njema za ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe. Ni mambo ambayo makuhani hawangefanya, lakini hapa kuna watu ambao Mungu amewachagua kwa sababu ya kubadilisha watu for a better tomorrow. Bwana asifiwe. 18. Wakawakamata mitume wakawaweka ndani ya gereza. Haleluya. Wakati ambapo mpendo umeneemeshwa, watu waliojaa na
watu ambao hawataki kuona ukiinuliwa, ukiendelea ama ukiinua maisha ya wengine. Watatafuta mbinu na njia yoyote ya kukugandamiza. Hapa mitume wamewekwa kwenye gereza, si kwa sababu wameua, sio kwa sababu wamefanya mabaya, lakini ni kwa sababu wanaleta mabadiliko. They are changing the lives of other people. Wanaonesha watu njia ya kuwa watu wema. Wakawekwa kwenye gereza. Bwana asifiwe. Hata kuna watu wengi ambao wamewekwa kwenye gereza, wamezuiliwa kudhihirisha vipawa vilivyoko ndani yao. Mpendwa, kuna kipawa ambacho kiko ndani yako. Kuna kile ambacho Mungu ametia ndani yako, sio chako wewe, ni kwa sababu kuna mwingine anayekuhitaji. Hicho kipawa unapofanyisha kazi, hicho karama ambao umepewa, unapoifanyisha kazi, kuna mtu atabarikiwa kwa sababu yako katika jina la Yesu. Pengine wewe ni mshauri, pengine wewe unaweza enda ongelesha watoto, unaweza ongelesha vijana, unaweza ongelesha wasichana, vijana wa kike na wanabadilika. Wacha kulalia hicho kipawa mpendwa. Wewe unajua vizuri, nikikuta dada fulani ninaweza kumbadilisha na naweza muongelesha na awe mtu mzuri. Bwana asifiwe. Lakini kuna watu wengi wamejawa na uoga. Wanauliza, nikifanya hii si nitakemewa? Si nikifanya hii watu wataniinukia? Si wengine watasema nina kiburi, wengine watasema nina kibelebele, wengine watasema hasha. Mpendwa, kuna siku utaulizwa, kipawa changu nilichokupa ulifanyia nini? Utasema nilikizika kwenye mchanga. Leo usikubali kuweka kipawa chako kwenye mchanga, wapendwa. Fanyisha kazi. Wewe fanyisha kazi huko mahali ambapo unahitajika. Wewe fanyisha kazi katika jina la Yesu. Kama unaweza, unajua kuna watu ambao unaweza kumwangalia na wanasema, huyu ndiye anayefaa kuwa mahali hapa, huyu ndiye anayefaa kufanya mambo haya, huyu ndiye anayefaa kutuongoza. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa sababu gani? Kuna yule ambaye Mungu ametia kipawa ndani yake, ametia hekima ndani yake, ana maarifa ndani yake. Usikubali mpendwa kuwekwa kwenye gereza. Lakini wapendwa, hawa waliwekwa kwenye gereza. Sikia, lakini malaika wa Bwana akafungua milango ya gereza usiku, akawatoa, akasema, enendeni mkasimame hekaluni, mkawaambie watu maneno yote ya uzima huu. Haleluya. Ya kwamba mpendwa, wakati ambapo Yesu anakuweka huru, anakuweka huru, usinyamaze. Wamekuweka kwenye gereza, lakini kinywa chako hakijafungwa. Wanaweza kukuzuia, lakini miguu yako haijafungwa. Bwana asifiwe. Bado utafanya na kutimiza mapenzi yake Bwana. Lakini wengi wanakataa kunena uzima huu. Waliambiwa wapeleke na kunenea watu habari za uzima. Kuna wale ambao wamegandamizwa, hawana uzima ndani yake. Kuna yule kahaba mahali hana uzima ndani yake, na wewe unaweza kwa kushawishi na kumnenea, anaweza badilika. Bwana asifiwe. Yesu alijua ya kwamba watu hawa tu peke yao ndio wanaweza leta mabadiliko. Wakatolewa gerezani na wakaambiwa, hawakuambiwa waende wakajifiche. Hapana. Hawakuambiwa endeni torokeni mtoke kwa hii mji. Hapana. Waliambiwa hapo hapo penye mlikuwa mnahubiri, penye mlikuwa mnaponya wagonjwa, hapo hapo katika
wanyamaze. Haleluya. Mimi najua kama ni mwingine angetoka gereza hiyo ametolewa, angesimamia Mombasa, aende akajifiche, atuache nikahubiri huko kwenye wanigi. Hapana, Yesu alisema hapo hapo, huko endeni mkasimame hekaluni. Mstari wa 21, nao waliposikia wakaenda alfajiri hekaluni, wakaanza kufundisha. Akaja kuhani mkuu nao waliokuwa pamoja naye, wakawakutanisha watu wa baraza na wazee wote wa wana wa Israeli, wakatuma watu gerezani ili wawalete. Haleluya. Usiku watu wametolewa, wameenda manyumbani zao. Asubuhi wamerauka, Bwana asifiwe, na wameenda hekaluni kutimiza wajibu wao kama vile ambavyo Bwana amewaeleza. Enendeni mkawahubirie watu, enendeni mkalete mabadiliko. Hii njia ya watu hawa mimi kama Yesu nimeikataa, lakini ninataka mulete jambo jipya ndani ya maisha ya watu, wabadilike. Bwana asifiwe. Maana kuna watu wengi bado wako kwenye giza. Kuna watu wengi ambao wamesikia habari hii, lakini hawana mtu wa kuambia, na wewe bado uko. Enenda ukawaambie habari ya mabadiliko. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati kuhani mkuu anakusanya watu wake na jeshi lake, wanaenda kwenye baraza, wanatumana na watu waende wakaletwe. Bwana asifiwe. Hautaishi gerezani mpendwa, hata utaishi kwenye vifungo wakidhani ya kwamba mahali wamekufungia kumbe ulitoka. Haleluya. Wakidhani ya kwamba bado uko kwenye mahali pale wakugandamize, wewe bado unaendelesha kile ambacho Bwana alitia ndani yako. Bwana asifiwe. Usipotee na usitoroke. 22 inasemaje? Bwana asifiwe. Ya kwamba hata watumishi walipofika hawakuwaona gerezani, wakarudi wakatoa habari. Kwa hivyo kuna watu waliotumwa, endeni mkawalete sasa, ili tupate kuwatandamiza kabisa. Wakisema gereza tumeikuta imefungwa salama, nao walinzi wamesimama mbele ya malango, lakini tulipofungua hatukukuta mtu ndani. Bwana asifiwe. Magereza yatakuwa yamefungwa, lakini wewe hauko ndani. Watadhani ya kwamba bado uko ndani, lakini wewe ulishatoka. Wakidhani ya kwamba umenyamazishwa, nakuta ndio bado unapaza. Haleluya. Watakutafuta, hawatakuona, lakini unaendelesha kile ambacho Mungu alitia ndani yako. Oh, haleluya. Wapendwa, tutaingia kwenye magereza, na magereza inaweza kuwa ni midomo ya watu. Magereza itakuwa ni kufitiniwa. Magereza itakuwa ni watu walio na wivu, hawataki kuona kile unafanya. Wakidhani ya kwamba wamekuweza, wanakuta ya kwamba ndio sasa unazidi. Ndio unazidi. Haleluya. Kwa sababu ya mabadiliko ya kesho, wapendwa, hatutanyamaza. Kwa sababu ya kizazi chetu cha kesho, wapendwa, tutazidi kutenda yaliyo mema. Haleluya. Tulipofungua hatukuwakuta ndani. Hawatakukuta, lakini watakuja kukutafuta. Bwana asifiwe. 24 inasema namna gani? Basi jemedari wa hekalu na wakuu wa makuhani waliposikia haya, wakaingiwa na shaka kwa ajili yao. Itakuwaje jambo hilo? Bwana asifiwe. Tulidhani tumewamaliza. Tulidhani ya kwamba
lilifungwa. Jemedari anasema jambo hili na likawatia shaka sana, itawezekanaje? Lakini kuna Mungu mbinguni ambaye anafanya mambo iwezekane, ambao wanadamu wanaona kana kwamba it is impossible. It is possible by God. Kutoka kwenye gereza lililofungwa, it is possible by God. Bwana asifiwe. Ndio wanaulizanaga ya kwamba ni yeye ama sio yeye. Waliodhani ya kwamba hautaendelea, hao ndio wanasema ya kwamba tuliona kana kwamba biashara yake haitaendelea na sasa imenawiri. Wanasema kama wanatilia shaka, wanaanza kutafutilia alitokaje katika umasikini akaingia katika utajiri. Alitokaje Nyagacho na sasa anaishi Sai, ama anaishi wapi? Lunda ya Kericho. Alitokaje? Wanatilia shaka, wanadhani ya kwamba ameingia ulimunati, lakini ni Mungu aliyekutoa mahali pale penye walisema ya kwamba maisha yake yataishia, naye Mungu ana mipango kwa sababu ya kesho yako. Ana mabadiliko kwa ajili yako. Bwana asifiwe. Wapendwa, tusikubali kunyamaza. Wapendwa, tusikubali kunyamazishwa. Kile kilicho ndani yako kichochee kwa sababu yako na kwa uzao wako. Haleluya. Bwana asifiwe. Ya kwamba Mungu ana mipango mizuri kwa ajili ya ninyi. Mipango ya amani. Hautahangaikia mahali uliko mpendwa. Hautakoseshwa amani mahali ulipo. Na kama mahali hapo hakuna amani, Mungu ana mipango ya kukupeleka mahali ambapo utakuwa na amani. Oh my God. Bwana asifiwe. 25 inasema mtu mmoja akaja akawapasha habari ya kwamba watu wale mliowaweka gerezani wako ndani ya hekalu, wamesimama wakiwafundisha watu. Haleluya. Wale watu ambao mnaambiwa ya kwamba walikuwa gerezani, sasa hawayuko huko mahali ambapo nimewapata. Wako kwenye biashara zao, wanaendelea kunawiri, wako katika manyumba makubwa. Mungu amewaneemesha, Mungu amewabariki, Mungu amewatendea. Bwana asifiwe. Hawayuko gerezani. Nimewaona na nimeona yale ambayo Bwana amewatendea. Bwana asifiwe. Yaani wakubwa na watu wakuu watashangazwa na watu wadogo na yale ambayo Mungu anatenda katika maisha yao. Wasidhani ya kwamba mahali ulikuweko ndipo utakapokuweko. Kuna kuzuri kwako kesho. In Jesus name. Bwana asifiwe. Embrace changes. Watu hawa walibadilishiwa maisha ya kuwa huru, wakaingishwa gerezani, lakini kwa ajili ya utukufu wa Bwana, Mungu akasema ya kwamba bado sijakamilishana nao. Kuna mema na mazuri kwa ajili yao. Bwana asifiwe. Haleluya. Ndipo yule jemedari akaenda pamoja na watumishi wakawaleta, lakini si kwa nguvu, kwa maana waliogopa watu wasije wakawapiga kwa mawe. Haleluya. Wale ambao wanakugandamiza watakukujia kwa unyenyekevu. Hey, Bwana asifiwe. Ile fujo waliokuwa nayo watakuja kwa kunyenyekea. Anakuuliza ilikuwaje? Unawaambia njia ndio hii. Bwana asifiwe. Jemedari anaenda sasa na unyenyekevu. Tafadhalini watu wa Mungu, tafadhali ndugu fulani. Haleluya. Ilikuwaje? Unamwambia ya kwamba maisha yangu yanabadilishwa, njia zangu zinabadilishwa. Bwana asifiwe. Watakuja kwa unyenyekevu. Waliodhani ya kwamba wamebuzika, oh my God, watakuja kwamba ndio sasa umesimama. In Jesus name. Bwana asifiwe.
Walipowaleta wakaweka katika baraza, kuhani mkuu akawauliza akisema, je, hatukuamuru ninyi kwa nguvu msifundishe kwa jina hili? Nanyi tazameni, mumeijaza Yerusalemu mafundisho yenu, na mnataka kuilete damu ya mtu yule juu yetu. Bwana asifiwe. Kuna watu watakuamuru ya kwamba hatutaki kukuona mahali hapa. Kuna watu walio na uwivu ambao hawataki kuona vitu ambavyo unafanya, lakini wakati ambapo wataona ya kwamba haukunyamaza, watakuja na unyenyekevu wakuulize, Bwana, sisi tulikuambia, unawaambia hapana, haitawezekana. Kilichoko ndani yangu, wapendwa, hakitazuiliwa. Sikia vile ambavyo waliwajibu. Petero na mitume wakawajibu wakisema, imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Oh, haleluya. Inatupasa kumtii Mungu aliye na uwezo wa kukubadilisha, aliye na jibu la maisha yako. Unajibu kumtii Mungu, wala sio mwanadamu yoyote. Oh, haleluya. Mwanadamu anayekula ugali kama wewe, wapendwa, asikutishe, asikugandamize. Oh, haleluya. Huyo mwanadamu aliumbwa na Mungu kama wewe, na kwa hivyo kile Mungu ametia ndani yako, mwanadamu asijaribu kukizuia. Imetupasa kumtii Mungu, sio mwanadamu. Kama Mungu amesema ya kwamba wewe ndio uko mahali hapa, wacha mpendwa kuyumbayumba, simama katika nafasi yako. Watajaribu kukung'oa, lakini kama ulipandwa na Mungu, utanawiri na utasimama. Oh, haleluya. Mungu ni mwema sana kwa wale ambao wanamtii na kumheshimu. Atabadilisha maisha yao, na vipawa vyetu, wapendwa, havitatolewa na havitaisha. Bwana asifiwe. Mungu wa baba yetu alimfufua Yesu, ambaye ninyi mlimuua mkimtundika katika mti. Mtu huyo Mungu amemtukuza kwa mkono wake wa kuume, awe mkuu na mwokozi, awape Waisraeli toba na msamaha wa dhambi. Bwana asifiwe. Haya ndio mabadiliko ambayo Yesu alileta. Watu wapokee msamaha, watu watubu dhambi, watu watoke katika mateso, watu watoke katika kuabudu vitu vingine na kutubainia watu wanadamu, lakini wawe huru ndani yake Kristo. Waliwatumainia Mafarisayo, Masadukayo na wakuu na makuhani. Wale wakuu walikuwa wanawagandamiza. Bwana asifiwe. Na ndiposa Yesu alikuwa anawakemea, anawaambia wale watu walikuwa wanawafundisha, msiwe kama Mafarisayo ambao hufanya maombi makubwa katika nyumba za wajane ili watambulikane, ambao wanasimama kwenye masoko na mavazi yao marefu ili watu wawaheshimu, lakini wanapotosha wale watu, hawana msaada kwao. Bwana asifiwe. Na ndiposa Yesu anasema ya kwamba ukitaka kuwa mkuu, lazima uwe mnyenyekevu na mdogo kati ya wale ambao unawaongoza. Na ndiposa Yesu akapeana mfano, akachukua maji na karaya na taulo, akawaosha wanafunzi wake miguu, kuambia ya kwamba I am not your master, but you whatever you will do kwa wale wadogo na wachanga, basi mtakuwa wakuu katika ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mpendwa, hata kama utakuwa kiongozi mahali, ni wewe ulete mabadiliko mema kwa ajili ya watu ambao unawaongoza. Usiwaangamize ama usiwagandamize, ama usimkwe wa matebu uambie. Unajua wengine wanasemaga ya kwamba some people preach wine, they preach water but they drink wine. Yani ya kwamba tunahubiri maji, kunyweni maji ya uzima, lakini wale ambao wanahubiria wanaenda wanakunywa mvinyo. Tusiwe kama hao.
wacha ninywe maji na nikumpe maji. Bwana asifiwe. Tuwe kitu kimoja, tusonge pamoja. Bwana asifiwe. Nisiwe mnafiki kwa ajili ya ubinafsi wangu, lakini nitoe kilichoko ndani yangu kwa ajili yako, uinuliwe na ubarikiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Mungu wetu ni mwema. Mungu wetu ni mwema. Mungu wetu ni mwema. Mungu wetu ni mwema. Twende mbele zake Bwana. Maana kuna wengi ambao wako kwenye magereza. Kuna watu wengi ambao wamegandamizwa, lakini kuna vitu ambavyo Mungu ametia ndani yako, ambazo ukivichochea, vipawa vilivyomo ndani yako, ukiweza kuzichochea, basi Bwana atakutumia kwa sababu ya kuboresha siku za usoni. Ninawazia mawazo mema. Ninawazia mawazo mema, sio mawazo ya kuharibu, lakini mawazo ya amani. Mpendwa, amani hii ambayo Bwana anatuwazia, si wacha tufanyishe vipawa vyetu kazi. In Jesus name. Ingia tu kwenye maombi mpendwa. Wacha kunyamaza, kwa sababu Mungu anakujua, anakufahamu na anakuelewa. In the mighty name of Jesus Christ. Ya kwamba mpendwa, gereza lolote ulioko ndani yake, Bwana anakuja kukutoa. Malaika wanatumwa kwa ajili yako katika jina la Yesu. Unaweza inamisha uso wako, unaweza simama unapoenda mbele za Bwana katika jina la Yesu. Unaweza piga magoti yako, kwa sababu Bwana anataka kuboresha maisha yako, anataka kuboresha jamii yako, anataka kuboresha familia yako katika jina la Yesu. Na kushukuru Bwana mchana wa leo. Oh my God, my Lord and my Father, wewe ni mwema sana Bwana, wewe ni mwaminifu Jehova. Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Usiku mchana wa leo Bwana, na niinua jina lako, na nitukuza jina lako kwa yale ambayo Bwana ulitenda na yale ambayo Bwana unatenda, kubadilisha maisha yetu, kubadilisha njia zetu, kubadilisha Mungu wa rehema, kwa sababu unatutakia mema siku zetu za usoni katika jina la Yesu. Oh my God, my Lord and my Father, Mungu wetu na Baba yetu, hakuna mwingine kama wewe. Hakuna aliye na uwezo na nguvu kama zako Bwana. Wewe ni mtu Mungu ambaye unatoa watu katika magereza, unatoa watu katika vifungo katika jina la Yesu. Na kushukuru Baba wa mbinguni kwa yale yote Bwana umetutendea, na kwa yale yote ambayo unatutendea. Neno lako ni la kweli na la kuaminika, ya kwamba Bwana Mungu wa rehema, tuwe tofauti na wengine. We are the peculiar people by God. Oh my Lord and my Father, tuwe watofauti sana Bwana na wale wengine Jehova, katika jina la Yesu. Wacha tuyashikilie yale ambayo Bwana ungetaka tuweze kuyatimiza na kutenda katika jina la Yesu. Kuna watu ambao Bwana umewapanda kwa ajili ya kazi yako. Kuna wale ambao umeinua kwa ajili Mungu wa rehema ya kazi yako. Na Baba, usiku mchana wa leo, naamini ya kwamba watagandamizwa, ya kwamba hatutaishi kwenye utumwa, bali Bwana tuko huru katika maisha yetu. Tuko huru in the mighty name of Jesus Christ. Tunashukuru Bwana, maana kina Petro walipotoka gerezani waliambiwa waende wakahubiri habari ya uzima Bwana. Nasi Jehova Mungu wa rehema, tunaona unatutakia uzima, unatutakia mema, unatutakia baraka in the name of Jesus Christ. Baba Mungu wa rehema, hatutabaki tulivyo. In the mighty name of Jesus Christ, natangaza Jehova, hata nami sitabaki nilivyo, nikaona utukufu wako na ukuu wako. In the mighty name of Jesus Christ, Lord my God and my Father, for a better tomorrow my God. Nitashika maagano yako, nitashika njia zako Kristo, nitatenda kama vile Bwana unavyotaka nitende. In the name
of Jesus Christ. Twakushukuru Bwana, twasema ni asante mpendwa. Endelea kulitia jina la Bwana, maana Mungu anafanya jambo jipya katika maisha ya watu wake. Kuna jambo ambalo lilikuwa limezuiliwa, Mungu atalizindua. Hautaogopa tena. Oh my God and my Father, pengine ulikuwa